Kulikuwa na mji uliosahaulika katikati ya mlima mrefu, mji ambao haukuwepo kwenye ramani yoyote ya dunia. Mji huo uliitwa Mawazo, majengo yake yalikuwa yakibadilika kulingana na hisia za wakazi wake. Barabara hazikuchorwa kwa saruji, bali kwa nyota, na taa za barabarani zilikuwa zikichanjiwa kwa ndoto za watu waliolala. Mji wa Mawazo haukuweza kufikiwa kwa magari, ndege wala treni. Njia pekee ya kufikia pale ilikuwa ni kupitia mlango wa fahamu uliofunguliwa na moyo safi. Watu waliokuwa na tamaa, chuki au nia mbaya walitembea saa nyingi bila kuuona mji huo, hata kama walikuwa wakitembea juu yake. Mara ya kwanza mji huo kugunduliwa na mwanadamu wa kawaida ilikuwa ni miaka 300 iliyopita, na mtu huyo aliitwa Mtemi Malo, kijana maskini kutoka kijiji cha Ukerewe. Alikuwa na moyo uliojaa ndoto, japo hakuwa na mali. Usiku mmoja, akiwa amelala baada ya maombi ya dhati, aliota akiwa ndani ya msitu mnene, mbele yake kukiwa na lango lililong'aa kama dhahabu. Aliposogea, lango lilijifungua pole pole, na mara alipovuka alijikuta ndani ya mji wa ajabu uliokuwa hauelezeki kwa maneno. Ndani ya mji wa Mawazo, kila mtu alikuwa na uwezo wa kuumba kupitia fikra. Mtu akifikiria bustani, basi bustani hutokea. Mtu akitamani wimbo, ndege waliimba. Hata hivyo, sheria ya mji huo ilikuwa ni moja tu: usifikirie baya kwa nia ya kweli, maana ulichofikiria kitaishi. Mtemi Malo alikuwa mmoja wa viongozi waliopendwa mno, kwa sababu aliweka amani na upendo kuwa msingi wa mji. Lakini miaka ilivyopita, wageni kutoka nje walianza kugundua njia ya siri ya kuingia. Si wote waliokuwa na nia njema. Mmoja wao alikuwa msomi tajiri kutoka mji wa Kileo aliyeitwa Dr. Pindo. Alivutiwa sana na uwezo wa mji huu wa Mawazo, lakini akaanza kutumia akili zake kujaribu kuutawala. Dr. Pindo alianza kujenga mitambo ya kudhibiti fikra. Alifanya majaribio ya kuunganisha mashine na mawazo ya watu ili aweze kuamua nini kiumbwe na ni nani aishi. Alijaribu hata kubadilisha sheria ya mji, lakini kila alipojaribu, mji ulianza kuharibika. Barabara zilianza kupasuka, majengo yakawa meusi, watu wakaanza kuota ndoto mbaya hata wakiwa macho. Mtemi Malo akiwa mzee sasa, alikusanya wazee wa hekima na kuanzisha kikao cha mwisho. Walijua kuwa mji wa Mawazo hauwezi kuendelea kuwepo ikiwa chuki na tamaa zitaendelea kutawala. Waliamua kumfunga Dr. Pindo kwenye chumba cha giza, sehemu pekee ya mji ambayo haikuumbwa kwa mawazo mazuri. Baada ya kifungo cha Dr. Pindo, mji ulianza kurudi uzuri wake. Hata hivyo, haukuwa kama mwanzo. Sheria mpya iliwekwa: wote wanaotaka kuingia mji wa Mawazo lazima wawe wamekamilisha safari ya ndani ya nafsi zao. Safari hiyo haikuwa ya miguu, bali kujitambua. Ilibidi mtu ajue hasira zake, atambue vichocheo vya tamaa yake, na azikubali kabla hajaruhusiwa kufika mlangoni. Miaka iliyopita, mji huu uliendelea kuwepo, lakini sasa kwa siri kubwa. Wachache waliokwenda walirudi kuwa waandishi, wasanii, walimu au watawa, watu waliobeba hekima ya kimya, waliofundisha dunia juu ya uzuri wa ndoto njema na juu ya hatari ya kutamani ubaya. Leo hii mji wa Mawazo hauonekani kwa macho ya kawaida, lakini baadhi ya watu huamini kuwa kila mara mtu anapotaabika,
kutafuta namna ya maisha au anapojitahidi kuwa bora, hufungua mlango wa mji huo kwa muda mfupi. Na kama atafanikiwa kuvuka lango hilo, atabeba mwanga wa maajabu kwa maisha yake yote. Kila mtu ana mji wa mawazo ndani ya nafsi yake. Tamaa, chuki na kutamani mabaya hujenga giza ndani yetu. Maisha bora huanza na safari ya ndani, kujitambua, kutubu na kujenga ndoto nzuri.